Okay, na kuna jambo moja tu nataka tuzungumzie, na jambo hili ni jambo ambalo limeenea sana, ni jambo ambalo limetokea kwa hivi karibuni, si jambo limekuwa la kawaida. Ni jambo ambalo limefanya niweze kufikiria mambo mengi sana ya hivi karibuni, na jambo ambalo limeweza kutokea na nimeanza kuliangalia, nikaona hili jambo linafaa tufikirie mara ya pili, tuweze kuuliza ni nini kinaendelea, sababu lazima kama wanadamu tuweze kuzungumza na tuzungumze hasa mambo yanayotuhusu, tuweze kuuliza ni nini kinaendelea katika dunia hii. Sijui mimi ndio ninaona yenye yanaendelea, ama labda pia kuna mtazamaji anayeona yanayoendelea. Hivi karibuni kuna visa vimeongezeka sana, na visa yenyewe ni visa vya vifo ambavyo vinaandamana, na ukiangalia asilimia ya watu ndivyo walivyokuwa wanakufa miaka mitano iliyopita na sasa kuna tofauti mkubwa sana. Yaani asilimia kubwa ya vifo vimeweza kuongezeka sana. Na visa hivi vinavuka mipaka, kwa sababu asilimia, unajua kitambo tukisema wale wanaokufa ni wazee, wenye umri, wa magonjwa, lakini tunaangalia tunaona sasa hizi haibagui. Sasa imekamata sana umri wa kutoka miaka 20 kwenda juu, lakini unapata sasa hizi vifo hivi vimechangamana sana, na tena ni vifo vya kushtukisha, na kwamba unapata mlikuwa na mtu leo, hukuona dalili ya kufa, hakuwa mgonjwa, lakini baada ya siku chache unapata huyo mtu hayupo. Sasa mimi najiuliza ni nini kinaendelea. Sijui kama kuna mwingine anajiuliza swali kama hili, lakini pia nikizingatia ninaona ya kwamba kuna wakati ambapo hizi visa zimeanza kutokea, havijachukua muda mrefu sana, kutoka mwaka 2023, 2024, 2025 na sasa ukiangalia unapata kila mahali kuna matanga. Hata nafikiri wale wako katika vyama vya kuchangia sasa hivi wameanza kuchoka kwa sababu ya kuchanga. Na hivi karibuni vile ninavyoonelea, hata hizi mawelfare nyingi watu watafikiria, kwa sababu zinashindwa kumudu kukidhi mahitaji ya washirika kwa sababu ya vifo hivi vinavyoendelea. Na nilipokuwa nafikiria hivyo, nikajiuliza ni nini kinaweza kuwa kimesababisha ni nini kinaweza kuwa kimesababisha kwa kipindi cha muda ambao uliopita mpaka sasa, kwa sababu nimekwambia kwamba nimeangalia kutoka mwaka wa 2025 nikaona vifo vinazidi kuongezeka. Na nilipokuwa nafikiria hivi, nimekutana na video moja ya media moja kutoka Europe, pia wana shida yenye niko nayo. Wanauliza ni nini kinaendelea, na wanaambia serikali yao fanyeni juhudi na wale wanaosimamia katika wizara hii ya afya muweze kutuambia ni nini kinaweza kuwa kinaendelea ama ni nini kimetendeka, kwa sababu hili si jambo la kawaida. Kwa hivyo ni jambo ambalo linatia wasiwasi sana, na jambo hili ni jambo linafaa tulifikirie sana, tuulize ni nini kinachofanyika. Na ukizingatia pia wakati ambapo ugonjwa umetokea wa corona, kulikuwa na vitu ambavyo ilikuwa inasemekana ya kwamba ni uvumi. Watu walikuwa wanasema ya kwamba wale ambao wanaopinga, kulikuwa na anti-vax ambao pia ni uvumi, ni mchakato ulioweza kuinuka kwa vikundi vya watu walikuwa wanapinga chanjo. Sema italeta madhara ya magonjwa ya kuweza kufanya watu wachikwe na ugonjwa wa mshtuko wa moyo ama cardiac arrest. Na nimekuja kuangalia nikaona ya kwamba vifo vingi vinaegemea upande ule uliokuwa unapingwa, kwa magonjwa ambao ni ya kufanya damu kuganda. Kwa sababu hata pia katika runinga yetu ya hapa tu nchini Kenya, kuna moja iliweza kutoa taarifa hii ya kwamba chanjo inasababisha damu kuganda, na wakasema pia chanjo hiyo ambayo ilikuwa imedungwa watu wengi sana inasababisha kifo. Na pia kuna mhubiri mmoja pia, na ni mtu mashuhuri katika nchi yetu jirani, pia aliweza kuelezea kuhusu chanjo hiyo
na teknolojia inayotumika katika chanjo hiyo ya mRNA, ambayo pia alisema ni mfumo tofauti kabisa kuwahi kutumika kwa binadamu. Na mimi nikawa ninawaza, nikauliza, mbona vifo hivi zimeendelea sana? Huenda mambo yale yaliyokuwa yanazungumzwa na uvumi ulikuwa unasemekana ni uvumi wa uongo ambao watu walikuwa wanaambiwa wasiamini na waendee chanjo, wanaweza kuwa wale watu walikuwa wa kweli. Lakini mimi naomba pia uweze kusikiliza katika video hizi ambazo nitaweza kuzionyesha katika video, uweze kuona kama kweli zinaweza kuwa zilichangia chanjo hizi katika vifo vinavyoendelea. Kwa sababu ninapoangalia ninaona ya kwamba wiki iliyopita nimekuwa na marafiki ambao wameaga. Juma hili nimechanga michango kwa marafiki yangu na wengi huwezi waacha, lakini nimefika kiasi ya kwamba hata wengine huwezi mudu, kwa sababu ni wengi wale ambao unaowajua, unaowafahamu, ni marafiki, ni majirani, na wameweza kuingia katika jambo hili ambalo familia nyingi wameweza kuumia. Sasa naweza kuuliza, na mbona pia watu wengi hawaongelei jambo? Mbona serikali yetu izungumzie jambo hili? Na ni jambo ambalo tunafaa kulivulia viatu, tuweze kuchunguza na pia tuweze kuuliza kama kuna njia, ikiwa ni kuna shida hapo, tuweze kuuliza wale wanaweza kujua kama kuna njia ya kuweza kutoka katika mahali hapo. Sababu sasa kama ni hivyo vile ambavyo ninavyofikiria, naona ya kwamba watu wengi wameingia katika jela ambayo hawawezi kutoka hivi karibuni. Lakini naomba kuuliza kama kuna mwingine ako na maswali yenye niko nayo. Ni maswali yangu hayo, na nimeona kuna wengine pia wanazungumzia jambo hiyo, na kabla wazungumzie kuna watu walionya. Sasa nataka kuuliza ya kwamba wewe una maswali kama nilio nayo, na kama uko nayo tunaweza saidiaje wale waathirika ikiwa jambo hilo linaweza kuwa linawadhuru? Hilo ni jambo la kuweza kuuliza, na jambo la kuweza kufikiria, tuweze kusaidiana kama wanadamu. Na mimi nafikiria kama inaweza kuwa ni hivyo, nafikiri kutakuwa na shida kwa idara za afya, kwa sababu nafikiri hata watu wanaweza ogopa kwenda hospitalini. Naweza kufikia kiasi ya kwamba wale watu waliokuwa wanajiita wanadini imani ya msimamo kali, naomba niweze kushirikiana na wengine tufikie jambo hili tupate uchunguzi, lakini naomba uweze kusikiliza clip ambazo ziko hapa, nitaziweka kwa mapana. Chukua muda wako, sikiza, alafu baadaye mwisho wewe utajiuliza swali na utaweza kujijibu kama vile inavyojibu, kwa sababu jambo ambalo ninaloliona na mambo ninayoyaona na vifo vinavyotokea wakati huu inanitia wasiwasi. Sijui ni kwa nini, kwa sababu hii media ambayo ni kutoka Ujerumani nimeona wakisema ya kwamba 19% imeongezeka ya vifo, na hivi vifo vinafanana. Kwa hivyo kama kuna tatizo la shida, pia mimi nafikiria kinaleta vifo hivi lazima iwe ni jambo ambalo linafanana. Na nikiangalia kutoka miaka iliyopita, basi tatizo yenye likuja linaweza kuwa linafanana, ni lile yenyewe tulikuwa tunaambiwa ni uvumi. Hata wewe waza kama ninavyowaza, na kama kuna mwenye anaweza kuwa na msaada wa kusaidia watu wengine, pia tuweze kusaidiana. Nina mawazo hayo, sijui kama wewe una mawazo ninayoyawaza, sijui kama wewe umeona kenye ninaona, lakini naomba tuweze kusaidiana, kwa sababu ni vizuri kusaidiana kama watu wa Mungu. Tusaidie wenzetu, tuulize tatizo hili limetoka wapi, lakini ninafikiria ya kwamba neno la Mungu liko wazi, na wale wanaosoma nafikiri wanaweza elewa, sababu najua kuna magonjwa yatakuja hayana tiba, lakini kuna mengine nafikiria ni kama yametengenezwa kwa sababu ya kuweza kufikisha lengo la watu wengine. Sababu pia duniani kuna ajenda, utaenda uchunguze tu kwa mitandao utapata kuna ajenda ya kupunguza watu, population agenda ya kupunguza watu, na watu wengi wanatumika na shetani, sikatai. Na sisi kama watu wa Mungu pia lazima tuweze kufikiria kama watu wa Mungu. Shetani anapopanga mbinu ya kuweza kuwapunguza watu, nani aliwapea hiyo kazi? Tuweze kufikiria jinsi ya kuweza kusaidia wanadamu wenzetu, tuweze kuwaandaa na kuweza kujikinga na hatari ya wale waovu wanapotafuta mambo mengine ya kuweza kutafuta, kwa sababu unaweza fikiria unatoroka shida, lakini unaenda kwa shida. Nasema hivyo ikiwa inaweza kuwa ukweli kulingana na vile ninavyofikiria, lakini swali yangu ni
na mwingine anayefikiria ninayofikiria. Wewe umeona ninayoyaona, umeshuhudia ninayoyashuhudia. Sababu nafikiri tunafaa tujiulize maswali na yaweze kupata majibu. Lakini kabla hujaweza kuhukumu, na kabla sijaweza kutengeneza hata video ya kuweza kudhibitisha mambo ninayoyafikiria, hebu ninaomba muweze kusikiliza video hizi, na baada ya kusikiliza, na wewe kabla ya kuhukumu yenye ni mawazo yangu, pia uweze kufanya uchunguzi wako, na baadaye tuweze kupata kujumulisha mambo haya, na baadaye tuweze kufanya maamuzi yenye busara, na pia tuweze kufikiria kama watu wa Mungu, ili tuweze kujua kama kuna shida ambayo imekuja ambayo inaweza kuondoa watu, kulingana na vile pia nimekwambia media moja nimeipata kutoka Mjerumani, anasema kwamba asilimia ya vifo 19 ya vifo vilivyoongezeka, wao pia wanafikiria muda ambao nimekuelezea. So naomba uweze kusikiliza vizuri. Nitakuwekea klipu hiyo ambao ni ya media hii, usikize. Alafu baada ya kusikiliza, utasikiliza onyo ambao pia iliweza kutolewa na mchungaji mmoja naitwa Gwajima, ingawa ni mhubiri, ingawa anahesabika katika nchi yake ni mhubiri tata. Unajua saa zingine unaweza kuitwa tata kama Yesu alivyoitwa tata, lakini huo ndio hatumhukumu mhubiri, tunataka kusikiliza ujumbe wake alioutoa na haya mambo yanayotokea sasa hivi. So ninaomba tuweze kusikiliza mambo haya, alafu baada ya kusikiliza na kuomba wewe uweze kufanya fungu lako. Usimhusishe mtu mwingine, kwanza wewe sikiza na uangalie mambo yanayoendelea, alafu uweze kupata hukumu. Na tuulizane hayo maswali, alafu baadaye uweze kufanya hitimisho. Sikiza video hii ambayo imetolewa na media ya Germany ya miaka miwili mitatu iliyopita. Pia waliweza kuona kuna mambo yanaendelea, lakini ikiwa walitoa muda huo wakasema ni 19%, na mimi nimeona saa hii inaweza kuwa imefika 20 ama 25. Kwa hivyo naomba uweze kusikiliza na uweze pia kuhukumu, uweze kuchukua maoni yako, na pia uweze kujaji kama wewe, alafu baadaye pia uweze kuwaza kama ninavyowaza. So we've been tracking the sudden spike of excess deaths this year around the world. We've been covering this story for a long time now. Why are country after country experiencing sudden, unexpected deaths? Question. I'll throw it out to you. You let me know your thoughts on this. Well, now we can add Germany to this list. Germany. Should we define excess deaths? Okay, because we're not talking about deaths that are happening given, related to any given thing. The government sort of tracks normal death rates, birth and death rates around normal events, such as normally you get babies born in September because people conceive those babies around the holidays, that kind of thing. You get more drunk driving accidents around certain times of the month, for instance. And so the algorithm will give you a national average. And in most countries, we are seeing that average spike in recent months. Yeah, recent months. So it's all across the board right now. So now we can add Germany to this list. Germany, excess deaths up 19%, according to the most recent data. Vice President, parliamentary vice president, calling for an investigation now into deaths and damages after the pathologists who examined these bodies at autopsy all said, hey, 30% of them all had one thing in common. He's saying that. He's a doctor. He's a pathologist in Germany. They're calling for a parliamentary investigation. Watch this German news report. Gründen der deutlichen Übersterblichkeit, und auch Bundestagsvize Wolfgang Kubicki will es jetzt wissen. Im Interview mit der Welt fordert er jetzt eine Obduktion und Überprüfung von Todesfällen nach der Corona-Impfung. Kubicki bezieht sich dabei auf eine Studie von Heidelberger Pathologen Peter Schirmacher, der herausgefunden hatte, dass bei 30% aller von ihm untersuchten Fälle die Impfung die Todesursache gewesen sei. So that's what the pathologist is saying. He's a doctor. And he's saying this based on observation and asking for examinations. He's seeing this in the autopsies. And asking for investigations. Yeah. So we're seeing this across the board now. We should probably maybe look into this and have an actual investigation. Be allowed to freaking talk about it. Censorship, baby. Not allowed to talk about it. Do a Google search.
Go to Yahoo News. Try to do searches. You can't find it. It's suppressed. That's why. German badass Christine Anderson wants answers for her country and Europe and the world. She's a member of European Parliament from Germany. She asks this question. When these vaccines became available, we were promised it would prevent contraction and transmission of COVID-19. All governments around the world, EU Commission, everyone, basically repeated that, began harassing and intimidating people so they would take that promised game changer. Well, turns out it was fake news, wasn't it? Somebody lied, and I want to know who lied. Well, why are we just hearing about this? Why are we just hearing about this? Can I say really quick that I just want to give kudos to Twitter, because I'm seeing this information now on Twitter, and they have like released all the guidelines on COVID. So it's like now I'm getting information that I had to go elsewhere to try to find on Twitter. So kudos to that. At least the conversation is happening there. And things are being allowed to trend, which weren't allowed before. Hashtags around questioning the vaccination program. So yes, it's very interesting to see certain trends that were obviously suppressed before. Yeah, and certain trends that were being amplified, like we learned this afternoon. War in Ukraine war was being amplified because of the pro-Ukrainian Twitter army working at Twitter. So certain things were being amplified, and yes, we know what certain things were being suppressed. So why are we just hearing about this? Well, it's been suppressed, specifically on YouTube. Watch Dr. John Campbell get all tongue-tied, not being able to talk about this. And he shows us over the past few days YouTube's guidelines, and I love that he wrote them in Comic Sans font. Watch this. So, serious underreporting. Now, Google YouTube guidelines, just so you know, a reminder of what's going on here. Now, these haven't changed. And the YouTube guideline here, written in Comic Sans script, claims that an approved COVID-19 vaccine will cause death, infertility, miscarriage, autism, or contraction of another infectious disease. I'm not allowed to say any of those, so I'm going to stop reporting on that particular paper at this point, because I have to follow YouTube guidelines. So isn't that amazing? Like, what I love is that he does that. He puts up Comic Sans, to make a point. It's like, I'm not going to talk about it, but you know what's going on. So now is a peer-reviewed paper, and I have to stop talking about academics. Here's a peer-reviewed scientific paper that he's reporting on, and I can't talk about it because their guidelines won't let us talk about it. And he's not just a YouTuber. This guy is a guy that has the credentials to be able to talk about it. He is a medical professional. Yes. Right. And so I would love to know, like, who on YouTube's staff is a medical professional? Like, do you have like a team of doctors? No, YouTube has always just sort of deferred to the CDC. Whatever the CDC says, you can't violate, you can't speak against. Or the WHO. Yeah. So you can't go in. Oh, so that means we should be able to talk about the thing on that Died Suddenly documentary then now, right? I don't know. No, because they haven't updated. So yes, even though the CDC and the WHO have now pointed out things on their websites, YouTube's still not caught up. So you just got to get, it's like a slow, they're like really slow on this, unfortunately. It's like waiting for iOS 16. It's like they're still in beta or whatever. Yeah. Waiting for the actual release. So Germany is not alone in these huge spikes in excess deaths. Why are we just hearing about this? I'll ask that question again. Well, according to news reports from U.S. doctors, we're also learning that Dr. Fauci told coroners in the United States not to carry out autopsies. This is Dr. Ryan Cole, who admitted that Fauci was telling doctors, sorry, not necessary, don't do autopsies. Watch. So what's happened to the autopsy, Ryan? Well, Anthony Fauci told our government to tell people don't do autopsies on COVID patients. You cannot find that for which you do not look. I have a post-vaccine. So, wow.
Yeah, and I uploaded a separate video that I had beeped. I don't know why that's not there. I made specifically, I even added beeps and everything today on it, but that was the one. Remember I told you at the last minute I grabbed one and because it was all squashed and weird looking. So it must not have carried through the beep. Okay. What? Well, he didn't say. No, I cut him off. Yeah. So I beeped out. So anyway, but I wish I had that video now. Do you have it that you can play it even though it's squished? We can fix it later in post. Give me a second. Because I specifically spent like a half an hour adding in beeps because to take out key moments of this, but this is a key moment here. So Dr. Cole, I'll give you kind of a little rundown here. He's explaining the people that he's now seeing in his practice. He's a coroner, so these are people who are not talking anymore, who he's talking to or he's dealing with. These people all had something in common. And he's saying we were told not to be able to talk about this and not even perform. Does he have any proof of that? Does he talk about proof of what? The autopsies? No, how Fauci sent this mandate to not. I'm sure he does. Yeah, I haven't asked him specifically. I've invited him on the show. Okay. But I'd love to know specifically how these coroners, because I've heard this now from multiple different sources on coroners who have not been performing. We have other sources here we're going to show you in just a second. But so we have the squished version of this now. And I was just going to say real quick, I don't think like a guy like that, you have to understand, like if you're speaking to power that can destroy your reputation, you better have your ducks in a row. And I'm sure he knew that. And so he wouldn't be saying that, I don't think, otherwise, unless he had proof, in my opinion. Yeah. Okay. I just that's a big claim, and it's an important part of this, and I would like to see. Yeah. So here is Dr. Ryan Cole again saying this. And by the way, we've also heard the same in Canada. We've also heard the same in Canada from medical professionals in Canada who have been saying that they've been asked not to. So this carries over. This is not just Fauci. It's bigger than that. But listen to Dr. Cole beeped out this time with a little squished video here. We apologize. So what's happened to the autopsy, Ryan? Well, Anthony Fauci told our government to tell people don't do autopsies on COVID patients. You cannot find that for which you do not look. I have a post 9-year-old on my desk, dead. I don't want to see one more child post ever on my desk. Are the autopsies starting to happen? You bet they are, finally, because people are saying, well, why wouldn't we do them? And in that same town from which this 9-year-old died, a healthy 22-year-old wrestler, after his third is now also coming to be on my desk so I can determine the cause of death there. We're told don't do autopsies, don't look, and that's what your government is giving you for data. Don't ask, don't tell, don't look. And it's so interesting, the type of data that we are allowed to talk about and the type of data that the media picks up on, because I'm watching headlines all day. So these 2 studies that the CDC put out this week that showed some kind of statistical advantage of vaccination was very slight. And it was more like it was about statistics. It was not about trials. So the actual data they don't want, but if they can manipulate statistics, they want it. In order to feed into a pre-existing narrative. Just like the New York Times piece from a few weeks ago that came out that it was it's been debunked now. They literally read the study wrong and wrote an article in reverse. It's been debunked now by multiple doctors. Like, no, you literally read the study wrong. What the study is telling you is the exact opposite of what the story you wrote. And then that went out to millions of people. That happens more than you think, because I spend my time watching headlines, clicking through to the source and saying, that's not at all what this says. So good luck getting autopsies. County coroners have been refusing to carry out autopsies on these sudden deaths among children. If you're a parent whose 7-year-old just dropped dead, and the only thing out of the ordinary is that they went and got something done recently, you'd want to know what's going on. Like in Vegas, this family, child's unexplained death and the refusal for an autopsy.
This father who, his 7-year-old daughter, Brianna, suddenly died in Las Vegas, and the county coroner refused to do an autopsy. Listen to this father, heartbreaking, standing on her grave. And she just was an amazing little girl. She was full of life. She smiled all the time. I dropped her off to school on February 16th, I believe. She had a stomach ache, and 2 days later she passed away in the hospital. Clark County Coroner's Office, they refused to do an autopsy on her, so we don't know what's going on. It's been 2 years. I don't see how they wouldn't have wanted to know what happened to a 7-year-old little girl. It's heartbreaking. Yeah. Heartbreaking. We don't want to know. We don't want to know. All right. Well, another study out of the Cleveland Clinic shows that some interesting data about your risk of contracting COVID. It does not tell us much about hospitalization or death or even severe COVID. The reason for that is because in this study of 51,000 people, no one had severe COVID, even the people who contracted it. So this study, again, it's a statistical analysis of actual people who had COVID or who had the vaccine. It's not a human trial, but it's an interesting one. It says, and I'm quoting from the Cleveland Clinic, that doesn't come out so easily. The higher the number of vaccines previously received, the higher the risk of contracting COVID-19. Further, the study found that the current bivalent vaccines were about 30% effective overall in protecting against infection of COVID when the Omicron BA4, BA5 lineages were the predominant circulating strains. Now take a look at their chart. So what you see here, I'm going to explain these lines, is that people who had no dose are black, the black line. The people who had 1 dose, this is the red line here. People who had 2 is the green. People who had 3 is blue. And then more than 3 doses is orange. Well, that's in order, you guys. If you look at, and this is a timeline, days since the study started. And then the axis on the left is who got COVID. Well, you can see that it's the orange line that is more likely to actually contract COVID than the people who have had no vaccinations at all, which is not what researchers expected to find. The researchers concede that this is not at all the only one to indicate that risk of infection may actually go up with more vaccinations. Now, we've had doctors warn us, you can just deplete your immune system if you keep going with this vaccine. But now we have the data to prove it. This has also been observed. I don't want to use the word prove, but we have observed this now. This has also been observed in studies in Germany, Israel, and the UK. Now, one explanation that the authors say is that maybe those who received more doses were more likely to be individuals at higher risk for COVID. So that's possible. But a small portion of individuals may have fit this description, they said. But when they actually dug into the data, they saw the majority of subjects in this study were generally young individuals. All were eligible to have received at least 3 doses of the vaccine by the study start date. Now, again, they could not infer anything about the vaccine preventing severe COVID because in this study of 51,000 people, there were too few severe illnesses for the study to be able to determine if the vaccine decreased severity of illness, which contradicts what we are being told, that you should get this vaccine to prevent severe COVID or hospitalization. But if those cases are so rare, how do we know this? The authors are saying we clearly need more studies about this because it does seem to show what we've been warned about, increasing numbers of vaccinations. Again, it seems to be crickets about this on the mainstream media, though. Yeah, and the latest data on excess deaths, Phil, if you want to take my laptop screen here. So these are the latest data points for countries around the world. So New Zealand, Norway, Poland are here at the top. You can see all the different countries on the list here that provide these data points. And on the left-hand column is the week, right? The week of the year.
So we're approaching, getting and by the way, we only have data up until the 40th week. So we're still waiting on data from the last few weeks, but it's all trending upward from a number of these countries. I mean, all across the board. So you can see 12% increase here. And this is the column you want to look at, excess death percentage, which is a change from the average. So let's just take a look, go down the line here at Belgium. 12% increase, right? 23% increase here for Austria. 23% increase. Look at these last few weeks here of these particular months here through November, right? Denmark up from average, 17% increase excess deaths. Just go here, all the United States all the way here at the end, 13% increase. United Kingdom, 17% increase. The list goes on and on for these increases across the board for a lot of these countries. Slovenia, Portugal, 11% increase in Portugal from 10, 12, 16, 15, 2.5, and 11%. So, you can seek this data out yourself and you can look at these and wait for the, specific country data points for these excess deaths. But why are we not investigating this? Why is there not an international outcry? And only a few voices in the European Parliament and the United Kingdom in front of their parliament, and a few voices in the United States holding Senate hearings. That's it. Nothing. No outrage, no discussion about it. And any of them that do stand up in their parliament or in these other countries, they're marginalized. They're like, oh, listen to crazy old Claire, now I can't remember her, Daly, going on again about this crazy conspiracy stuff. And they're just like laughing at him and everything. So it's like, they do run the risk of damaging their careers, but these people don't care. And the thing is, if you go back and listen to them and lay it on the timeline and lay it on the actual data that people have been putting out there, they've been right the whole time. And that's very unfortunate. Thank you so much for watching this segment here at Redacted. We are live every day at 4 p.m. Eastern time, trying to share the stories that the mainstream media will not cover. You should also come over and join our community of Redacted Rebels over at redacted.inc. That's our private locals community where we can share exclusive content that we simply cannot share here on YouTube. Come over and join the rebellion together right now by going to redacted.inc. We'll see you next time. Naamini umesikiliza hiyo video ambayo ni ya wanahabari katika nchi yetu ya Ujerumani, katika nchi ya Europa pale. Umesikiza maswali yao. Sasa wacha tusikize onyo ambalo liliweza kutolewa na media yetu hapa nchini, pia tusikize wao waliweza kusema nini na kile walichogundua katika hiyo chanjo ya corona na madhara yake. Popote ulipo, natumai siku yako inakuendea vyema kabisa, ikiwa ni Jumapili ya tarehe 27 mwezi wa Februari 2022. Hujambo na karibu kwenye taarifa kwenye KTN leo weekendi. Moja kwa moja tuanze na vidokezo. Kampuni inayotengeneza chanjo dhidi ya virusi vya COVID-19 ya Johnson & Johnson yaonya kuwa chanjo ina hatari ya kusababisha tatizo la damu kuganda kwa baadhi ya watu. We feared that we cannot expose our teachers over this period. Chama cha kutetea maslahi ya walimu nchini KUPPET chaonya serikali kwamba huenda walimu wasifanye kazi katika maeneo yenye utovu wa usalama kama vile bonde la Kerio wakati wa mitihani ya kitaifa. Watu wakingojeka kuenda hospitali ni shida, watu wanakufia kule, unaona hata wakati mwingine miili watu wanabeba na mikono. Na wakazi wa kijiji kimoja katika eneo la Mwingi, kaunti ya Kitui, walazimika kubeba maiti ya mpendwa wao kwa mikono umbali wa kilomita 7 kutokana na barabara mbovu. Mtazamaji, karibu kwenye taarifa za KTN leo weekendi. Mimi naitwa Alimanzu, mtangazaji mwenzangu tunayeshirikiana naye ni Damien Evans. Kampuni ya kutengeneza dawa ya Janssen inayotengeneza chanjo dhidi ya virusi vya corona ya Johnson & Johnson imeonya kuwa chanjo hiyo ina hatari ya kusababisha damu kuganda kwa baadhi ya watu ambao wanaendelea kuipokea. Haya yanajiri wakati taifa la Kenya likichaguliwa kuwa miongoni mwa mataifa barani Afrika
yatakayozalisha chanjo aina ya mRNA katika mpango wa shirika la afya ulimwenguni yani WHO. Beldin Waliaula anatufungulia taarifa zetu na taarifa hiyo. Kampuni inayotengeneza chanjo ya Johnson & Johnson pamoja na bodi ya uuzaji dawa nchini imechapisha madhara yanayotokana na chanjo hii dhidi ya virusi vya corona. Sababu kuu ya kutolewa ilani hii kuhusu chanjo ya Johnson & Johnson ni kwamba kuna hatari ya mtu anayepokea kukumbwa na tatizo la shinikizo la chini la damu au low blood pressure siku kadhaa baada ya kuipokea. Wataalamu wanasema hali hii inaweza kusababisha viungo kadhaa vya mwili kushindwa kufanya kazi na hata kusababisha kifo. Kampuni ya Janssen inaonya kuwa yeyote ambaye ana historia ya kuwa na shinikizo la chini la damu hafai kupokea chanjo ya Johnson & Johnson kukabili virusi vya COVID-19. Madhara mengine yanayoibuka kutokana na chanjo hii ni kuwa na kiwango cha chini cha seli za damu aina ya platelets ambazo husababisha damu kuvuja kwa wingi endapo mtu amejeruhiwa na pia kusababisha damu kuganda mwilini. Wale ambao wamepokea chanjo ya dhidi ya virusi vya corona wanatakiwa kuwa waangalifu iwapo wataona dalili kama vile kuwa na matatizo ya kupumua, maumivu kifuani, miguu kuvimba, kuuma na kichwa na damu kuganda siku chache baada ya kupokea chanjo hiyo na kutafuta ushauri wa daktari mara moja. Licha ya changamoto hizi, chanjo inasalia kuwa njia pekee ya kuzuia maambukizi na kupunguza makali ya virusi vya corona. Huku haya yakiarifiwa, Kenya imechaguliwa kuwa miongoni mwa mataifa 6 barani Afrika yatakayopokea teknolojia ya kisasa ya kutengeneza chanjo za mfumo wa mRNA katika mpango unaofadhiliwa na shirika la afya duniani WHO. Mataifa mengine yatakayokuwa na uwezo wa kuzalisha chanjo aina hii ni Misri, Nigeria, Senegal, Tunisia na Afrika Kusini. Mpango huo utatoa mafunzo na ujuzi wa kuzalisha chanjo hiyo. The news about Kenya being among 6 countries where the technology, which is now the modern technology in vaccine manufacturing, that Kenya would be one of the 6 countries was absolutely welcome. It is going to be a boost towards not only COVID-19, but towards disease preparedness and future pandemics as well. Beldin Waliaula, KTN News. Kwingineko, chama cha kutetea maslahi ya walimu wa shule za upili na taasisi nyingine za kielimu KUPPET kimesisitiza kuwa walimu hawatofanya kazi maeneo ambayo yanayokumbwa na changamoto za kabisa. Wacha tumsikilize mhubiri huyu tata ambaye ni mhubiri ambaye amekuwa anasumbuana na serikali yake kwa mambo kadhaa. Lakini pia nilikwambia usihukumu mhubiri, sikiza mahubiri yake alafu baadaye uweze kuyazingatia kwa mambo ambayo ninayozungumzia siku ya leo. Sababu yeye alikuwa na shida na serikali yake, kanisa lake likafungwa, lakini alikuwa limefungwa wakati huo na alikufungwa kwa sababu hiyo. Lakini pia sikiliza alafu uweze kutoa kauli yako. Na nafikiri mwisho wa haya yote tutaweza kupata jawabu la mambo yanayotukumba. Tunafaa tufikirie kama watu wa Mungu. Hii dunia ina shida. Mimi siko kinyume na chanjo za corona. Hapana, wala siko kinyume na chanjo yoyote. Na kwenye mazungumzo yangu mtu asininukuru kwamba napinga chanjo, hapana. Kwa sababu tayari Tanzania tulishachanjwa. Chanjo ya kifua kikuu tayari tulishachanjwa. Chanjo ya surua tayari. Chanjo ya kifaduro tayari. Chanjo ya polio tayari. Na sasa hivi kuna chanjo zinaendelea, chanjo ya homa ya ini. Kwa hiyo siko kinyume na chanjo kwa sababu tayari chanjo ziko Tanzania na watu wanaendelea. Kitu ambacho niko makini nacho sana ni aina ya chanjo inayoitwa chanjo ya coronavirus ilivyokuja na stade yake. Chanjo hii ni tofauti na chanjo zingine zote ambazo zimekuwepo duniani. Dunia imekuwa na aina ya chanjo zinaitwa attenuation. Attenuation maana yake ni kwamba virus wa corona wanapunguzwa nguvu, wanaondolewa properties, alafu wanaingizwa ndani ya mwili wa mtu, alafu antibodies zina react, immunity inatengenezwa.
Hii ndiyo aina ya chanjo ambayo imekuwepo miaka yote na siku zote, na chanjo hii kukamilika inagharimu miaka 8 mpaka 10 inakuwa imekamilika. Lakini chanjo hii inaitwa chanjo ya corona, ni chanjo ya mwendo kasi, miezi 2, miezi 3, miezi 4 tayari. Unapojaribu kuuliza kwamba hii chanjo kwa nini imekuwa na haraka sana kuna magonjwa mengi kama malaria na mengine ambayo tungetegemea mfanye haraka kupata chanjo ili watu waokolewe. Wanasema sababu ya kwanza, kwa sababu teknolojia imeongezeka. Sababu ya pili, wamemobilize resource kutoka kwenye makampuni mengi duniani, na sababu nyingine ni kwa sababu ni pandemic, na mimi sikatai. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, teknolojia ya chanjo hii inaitwa mRNA. mRNA maana yake ni aina ya chanjo ambayo wanachukua genetic material ya virus alafu wanaingiza kwenye mRNA ya mtu. Baadaye mtu wanasema kwamba hataingilia na gene, lakini wanasema wanaingiza kwenye genetic material za virus zinaingizwa kwenye seli ya mtu. Mheshimiwa Naibu Spika, utu wa mtu, tofauti ya mtu na mnyama ni RNA, DNA na genes ambazo ndio genes. Huo ndio utu wa mtu, tofauti ya mnyama. Chanjo hii inaingia mpaka kwenye RNA. Chanjo hii inaingia kwenye DNA, kwenye genes, kwenye utu wa mtu. Hatujajua baada ya chanjo hii atazaliwa mtu wa namna gani baada ya miaka 10, baada ya miaka 5, baada ya miaka 6, hatujajua mpaka leo. Na bahati mbaya sana Mheshimiwa Spika, nifunguke kidogo na hekima yako ikikuruhusu utaniongezea kimda kama kikiisha, kwa sababu ya hoja yangu ina national concern. Mashirika duniani, kwa mfano Marekani, kuna shirika ambalo linaruhusu dawa zianze kupitishwa, linaitwa CDC, maana yake Center of Disease and Control and Prevention. Shirika lingine linaitwa FDA ambalo ni Food and Drug Authority. Haya ndiyo mashirika la Kimarekani yana authorize dawa zote kwa ajili ya matumizi ya binadamu. Chanjo hizi zote unazoziona hizi hazijawa authorized na mashirika haya, lakini kuna kishirika kidogo ambacho kinaitwa Emergency Use Authorization. Hiki kishirika kinaidhinisha dawa ambazo ni za dharura, ambazo zinatakiwa ziende haraka. Na sheria ya hawa Emergency Use Authorization ni kwamba kwa sababu dawa haijafanywa utafiti wa kutosha miaka mingi, kwa hiyo inaruhusiwa emergency kwa sababu ya uhitaji wa dunia. Madhara yatakayowapata wale, liability haziko juu ya hii kampuni, ziko juu ya mtumiaji. Mheshimiwa Naibu Spika, sasa najaribu kuwaza, nikiangalia kwa mfano chanjo ambazo tayari zimesharuhusiwa kuanza. Kwa mfano kuna chanjo ya kwanza inaitwa Johnson imeruhusiwa na Marekani, ambayo tarehe 27 February 2021 ndio ilikuwa authorized kutumika emergency. Lakini kwenye website yao watengeneza chanjo wenyewe wanasema madhara au side effect ya chanjo hii: kwanza, kushindwa kupumua sawasawa; 2, kuvimba kwenye uso na kwenye throat; 3, mapigo ya moyo yanakwenda haraka; 4, blood rush kwenye mwili; 5, dizziness; na 6, damu kuganda kwenye mwili, kwenye website yao. Sasa kama watengenezaji wa chanjo wenyewe wanaonyesha kwenye website yao kuna shida hiyo, ni vizuri sisi sasa tuwe makini. Najua Mheshimiwa Rais kwa hekima yake ameunda kamati inayofuatilia hayo, lakini mimi kama mbunge nina haja ya kudiscuss na kuarati kwamba wawe makini wanapochagua aina ya chanjo hizi. Nyingine, aina ya pili inaitwa AstraZeneca ambayo imetengenezwa na Oxford kule UK. Yenyewe kwenye website yao wanasema side effect yake ya kwanza ni damu kuganda, na ya pili ni kifo. Ndio wanasema kwenye kifo hapa wanaweza kufa watu labda 10 out of 100, lakini kwenye website yao wanaonyesha wao kwamba death may occur. Lakini dunia bila kufanya research, bila kuwaza, watu wanakimbilia kupata chanjo kwa sababu ya fear ya corona. Nyingine inaitwa Moderna ambayo ni ya USA, na nyingine inaitwa Pfizer ambayo ni ya Ujerumani. Kwa ujumla chanjo hizi zote zinaonyesha side effect: kuganda damu, kushindwa kupumua na kifo. Sasa ni kweli tukikataa chanjo tunaweza kuwekewa ban ya kusafiri kwenda Ulaya kwa sababu hatujachanjwa. Tunakabiliwa na uchaguzi mbaya sana.
tuchanjwe kitu tusichokijua sawasawa, au tusichanjwe tuzuiwe kwenda Ulaya. Ninaomba sana Wizara ya Afya wajaribu kuangalia kwa makini sana kwenye swala la chanjo. Waangalie madhara ya sasa, madhara ya siku zijazo na madhara ya taifa. Jambo hili ni la muhimu sana sana. Mheshimiwa Naibu Spika, niruhusu kidogo niongeze kidogo. Matatizo ambayo tunayo sisi ni kufikiri kila kinachotoka Ulaya kinafaa kwetu. And this is the problem we face. Our colonizers, watawala wetu, walitujengea ufahamu kwamba kikitoka kwao kinafaa. Lakini jana kuna mtu mwenye anaitwa Dr. Edward Fleming ambaye ni kati ya watu walioshiriki kutengeneza mojawapo ya chanjo. Alikuwa ameandika barua kwa rais wa Marekani, nina rekodi. Anasema anashauri hizi chanjo ziachwe mara moja kwa sababu madhara yake ni makubwa kuliko faida yake ya prevention. Kwa hiyo ninaiomba serikali yangu sikivu pamoja na Wizara ya Afya, before we venture into what kind of vaccine we should take, tunatakiwa tuwe na wataalamu wetu wa hapa. Namba moja, wa analyze content. Haya majina ya chanjo ni business name, lakini kuna generic name. Generic name includes the content, kuna nini ndani ya chanjo. Wa analyze matatizo yatakayotupata sisi tutakaochanjwa na watoto wetu baadaye, kwa sababu shida ikiingia kwenye DNA na kwenye gene na RNA, ndio utu wa mtu. Ina send message miaka ijayo mtu azaliwe wa namna gani. Madhara yanaweza kuwa sio leo, but in 20 years to come, 30 years to come, tunaweza kuwa na Watanzania wasioweza kufikiri vizuri, wasio na maamuzi mazuri, na taifa letu litashindwa. Ninaomba sana Wizara ya Afya, before we know which method we implement, tufanye due diligence ya kuifuatilia hii chanjo ni ya namna gani, na pia tusome website. Nataka niongezee jambo moja kwamba anything kule Marekani au kule Ulaya kuna organization inaitwa EMA, maana yake European Medicine Agency, ambayo na yenyewe ina authorize dawa zote ndio zinatumika. Hizi agency zote, agency ya Ulaya na agency za Marekani, hazija authorize zenyewe, zimeweka kwenye ka institution kanako ruhusiwa kwa authorize emergency kare, na matokeo ya kwa authorize emergency, huyo aliyetengeneza dawa hana madhara, kwamba ni wewe mwenyewe utajijua wewe mwenyewe, na wanasema kwamba iwe inatumika huku inafanywa uchunguzi. Mheshimiwa Naibu Spika, ni ujinga kuruhusu taifa zima kuwa experiment ya majaribio eti kwa sababu tuna haraka ya corona. I know corona is dangerous, yes, but it is more dangerous for we to allow the all nations, Watanzania wote milioni 50 wachanjwe, eti ndio tuwe tunaangalia matokeo tunaripoti kwenye hizi institution. Ninaomba sana ili swali liangaliwe kwa makini, lifanyiwe kazi, na mwisho wa siku kila silaha itakayofanyika juu yetu haitafanikiwa. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Na baada ya kusikiliza zote, ninashukuru kwa sababu ya muda wako. Mungu akubariki sana. Tafakari, uwe na mawazo ya kuweza kuangalia na jicho lingine zaidi ya lile ulikuwa naangalia jana, mambo yanayotokea. Mungu wetu aweze kuwabariki. Tunafaa kupeana onyo na kuweza kusaidiana kama watu wa Mungu tunapoishi duniani. Mungu awabariki sana.